Shamba. Marahaba baba. Habari za nyumbani? Salama tu. Habari za siku baba? Njema kabisa. Karibu sana baba. Asante. Karibu sana. Shamba. Marahaba mwanangu. Habari za huko? Nzuri. Habari za siku mwanangu? Nzuri baba. Karibu sana mwanangu. Baba asante. Karibu sana. Asante. Karibu. Sana. Asante mzee. Karibuni sana wanangu. Asante sana mzee wangu. Karibu sana. Nakumbuka jana ulinipigia simu kadai kwamba una mazungumzo na mimi, mazungumzo ya kifamilia. Kwa hiyo bila kupoteza muda, maana hapa nataka nikimbie kazini, labda tunaweza kuanza kuyazungumza, tuone tunayamalizaje. Ni kweli mzee. Jana tuliwasiliana kwenye simu. Ndio. Tuliwasiliana na wewe. Ndio maana tunafika hapa nyumbani. Sawa. Mimi pale kwangu kuna changamoto baina yangu ya mimi na mke wangu. Esther mwanangu. Baba. Haya mambo yanayozungumzwa ni kweli ama si kweli? Lakini baba kama vile ni kweli, lakini mimi hata sielewi, najikuta tu na mimi baba nafanya hivyo. Inatakiwa uelewe sasa mwanangu, kwa sababu hadi mwenzako kufika hapa kuleta malalamiko, ujue kwamba roho yake inamuuma. Na ujue mwanangu, tulishakula hapa ng'ombe. Mimi mlinilipa mang'ombe, nishakusanya ng'ombe. Saa kutosha tu. Sasa unaanza kuniaibisha au umerogwa mwanangu? Ninajua kabisa baba mama na mimi nimekosea. Lakini hata sielewi kinachotokea hiki baba, na mimi mwenyewe najikuta nafanya tu vile, lakini hata sielewi. Kama kuna vitu eza labda na mkwaza mke wangu, avizungumze hapa. Unaona kusudi utuweke sawa. Twende tukaishi vizuri mimi na mke wangu. Sawa. Na mimi nipo tayari kujirekebisha kama nitakuwa na mapungufu nilionayo, akishayaeleza hapa. Mimi nipo tayari kabisa ikusudi ndoa yangu tuishi kwa amani na furaha kama hapo mwanzo. Ndio. Ila tu baba, nilikuwa naomba tu nisamee na yeye pia nisamee. Ninajua kabisa kwamba nimekosea babangu. Mwanangu, nawaomba sasa haya maswala naomba yasijirudie tena. Unanielewa? Naomba haya maswala yasijirudie tena. Mrudi nyumbani kwenu mkaishi kwa amani, furaha na upendo. Kumbuka mwanangu, nilikuambia usisahau maombi. Na ujue kwamba Biblia inasema hivi, mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo jitahidi mwanangu kuwa mvumilivu kwenye ndoa. Kuwa mvumilivu. Na nielewa mwanangu? Mheshimiane vizuri. Na hiyo ndio nguzo ya ndoa. Anko. Wewe anko. Saidia maji ya kunywa mzee. Maisha bila mwalimu. Maisha bila mwalimu. Mchungaji wako ni mwalimu. Mchungaji wako ni mwalimu. Anko, kuna kitu nataka unisaidie kimawazo. Ngoja nipeleke kwanza hii glasi ndani afu nirudi uje unisaidie. Haya mjomba. Haya sawa. Mwenye hofu ya Mungu ni mwalimu msikilize. Umesema upeleke glasi, nije nikusaidie jambo. Sijui itakuwa kuna jambo gani? Ni sawa mjomba, na kusikiliza. Kwa vile mjomba ni mama, mimi nitakusikiliza. Kama jambo likiwa linawezekana,
itakuwa. Mjomba nakusikiliza. Mjomba, Naam. mimi najua usipojipanga kushinda unajipanga kushindwa. Ni kweli mjomba, usipojiandaa kushinda unajiandaa kufeli. Je, wewe mjomba unataka kuniambia unataka ujiandae kwa lipi? Unaweza ukanielezea? Mimi najua. Ipo siku na mimi nitakuwa na familia. Hapo ndo nimekuelewa sasa. Kwa nataka nikushauri masuala ya kuja kuishi na familia yako vizuri, yaani kona migogoro ili usipitie. Unamaanisha hivyo, si ndio hivyo? Ndiyo mjomba. Na umefikiria parefu sana. Hata mimi kuniona sasa hivi bado sijaingia kwenye hayo maswala, lakini na mimi hiyo elimu nimeiulizia. Japo kuna faida ambazo nimeulizia watu ambao wameshazitumia, si vibaya na wewe nikakupa kama umetaka. Yaani imekuwa kama bahati, sababu na mimi nilishaulizia hivyo vitu kabla sijaingia kwenye masuala ya mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo umeuliza swali zuri sana, na mimi huko nyuma nilishauliza nikaambiwa. Kwa hiyo ni kawaida na wewe kuna kitu ambacho kinachomfelisha mwanadamu kwenye ndoa. Kama nilivyoambiwa na nitakwambia hivyo. Ukiolewa au ukioa, kwa sisi ambao ni wa jinsia ya kiume, kwa wewe mwenye jinsia ya kike ukiolewa, kuna kitu kinaitwa mazoea. Mtu kiishi naye usimzoee. Yaani yule mtu ishi naye thamani yake ibaki pale pale. Jaribu kukumbuka matukio ya mwanzo. Mazoea ndio cha kwanza. Cha pili mjomba, kuna kitu watu wanasahau sana. Mtu anadhani kwamba akijishusha kubeba kosa la mtu mwingine, wanafikiriaga labda ni kupoteza hali. Ukiwa unaishi na mwenzio kwenye mahusiano, niliambiwa nikubali mtu ambaye hajanielewa nijishushe, maana hilo ni jambo la muda tu na sijapoteza thamani yangu, ila kuna kitu nimetunza nisipoteze, ambayo ni furaha inayotakiwa ile ya muda mrefu. Naona mjomba, naweza nikarudia hapo, kujishusha ili yaishe ni kitu cha maana sana kwenye mahusiano ya ndoa. Mjomba, niliambiwa vitu viwili tu ambavyo ni vya muhimu. Naweza nikarudia nikakukumbusha. Cha kwanza, usiishi kwa mazoea na mtu aliyekuoa au kwa mtu uliyemwoa kwa jinsia ya kiume kwa sisi. Cha pili mjomba, kujishusha ili yaishe, sio kujishusha samani. Ni jambo la muda tu ili furaha iendelee kuwepo ndani ya nyumba. Ni hayo tu mjomba, mawili ni ya muhimu sana, na wewe yatakusaidia kwenye safari yako ya maisha. Kama ulivyouliza, huenda ipo siku na wewe utakuwa na familia. Ni hicho tu mjomba. Asante sana mjomba kwa ushauri wako. Ngoja kwanza mimi niwe napika hapa, mama asije akakuta sijaishi chochote. Haya mjomba, kaendelee na kazi zako. Ilikuwa ni hayo tu. Ilikuwa na mengine ya faida ningekupa, na mimi nimeshakosa vitu viwili tu hivyo vya faida. Mjomba, unaweza kuendelea na kazi zako. Niko hapa. Hiyo ndiyo nguzo ya ndoa.
ambayo nilipata kama Jaimas. Kulikuwa na kitu nataka nikuulize kwa sababu wewe ni ndugu yangu na kuamini. Mimi nilikuwa na harakati, si unajua nimeshakuwa. Nilikuwa nataka nioe sasa. Alafu sijui nianzie wapi. Alafu sina harakati ratiba yoyote ile. Nipo hivi tu kama unavyoniona hapo, sijui ungenishaurije nifanyeje ila nianzie wapi niweze kufikia kule kwenye malengo yangu ambayo nayatarajia. I say hizi siku nyie mtaniua nyie. Yaani kila mmoja anakimbia kuja kwa kila mmoja. Jamani, si nifungua hata ofisi sasa. Sawa, sikatai mtu kumshauri. Unaela ya maji wewe hapo. Kama unaela ya maji sawa. Sasa ni hivi tuachane na utani ni hivi sawa. Unataka kuoa, si ndio hivyo? Kuna vitu vya kujiandaa. Nitakuuliza kama unavyo. Ndio utakuwa umekizi kiwango cha kuoa. Cha kwanza nitakuuliza, una kazi ya kufanya? Kwa sasa sina kazi ndugu yangu. Sasa hivi kulikuwa na kazi ambayo naifanya lakini naona maendeleo yake hayako vizuri sana. Sasa ni hivi jamaa, sawa? Takiwa na kazi maalum. Iwe na japo hata 3% kwa siku inaingiza, na maanisha shilingi 3,000. Yaani uhakika wa mazingira yetu yale ya chini. Sasa ukiwa hivyo unakuwa afadhali, huna pressure ya masuala ya kukizi kula ya kila siku. Yaani hicho 3% ni za muhimu sana kulinda familia. Sawa? Ndio hivyo jamangu, kama hauna hicho, kuna kazi zile ambazo hazieleweki kwa siku. Mwanangu, endelea kutafutia kazi maalum ili kusudi usije ukahangaika hapo mbele. Mwenzio atakudharau. Sababu ipo siku utafelishwa na mtu. Sawa? Utaajiriwa, mwajiri wako atakwambia kesho. Ukienda kesho anakupa kiasi kidogo. Kwa sababu utakuwa umefeli, mwenzio atakudharau. Kwa hiyo nguzo kubwa sasa ya mahusiano au ya ndoa, uwe na 1% ya kipato cha kila siku, kuanzia hata 3% kwenda juu. Asante sana kwa ushauri wako ndugu yangu. Alafu unajua wewe tunakuamini sana. Na hapo mwanzo ulisema hivi, mbona mnanipata sana? Wewe una ushauri mzuri. Hata kwa mtu ukianza kumpanga hivi, anaeleka kabisa, yani jambo linakuwa vizuri. Ndio maana hatuchoki kuja kwako kuomba ushauri. Mimi nilikuwa hapo tu. Labda kama kuna mengine hivyo siku utafanyaje? Utaniuliza. Asante sana ndugu yangu. Mimi shida yangu ilikuwa ni hayo, tunaona nirudi sasa hivi. Siku nyingine usichoke. Sasa hivi mimi nipo tu. Hiyo ndiyo nguzo ya ndoa. Mchungaji wako ni mwalimu. Mpenzi wangu, sisi nimeshaenjoy. Yule mtoto yani kila wakati natamani tuwe kama pete na kidole. Yeye mapenzi yetu yawe hivyo sawa? Acha basi. Kweli. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikufanyie, kitu kimoja duniani hujawahi kukiona. Sawa? Gani? Ni mvumba macho. Wewe fumba macho tu. Fumba macho tu. Fumba macho. Nikipata simu udondoshe vizuri. Cool. Fumba macho mtoto. Haya, na hesabu ngapi? Hamna hesabu, hatuko shuleni hapa. Wewe fumba macho. Nifumbe macho? Fumba macho. Ufumbue, ndio unakuja unafumbua. Fumbua macho. Huyo. Well,